Mtoto wako ni mwizi. Unaacha kuwatunza watoto wako, wanakuja kutuibia nguo zetu. Na ana bahati, tungemfunga kamba tukamchoma moto. Ameiba gauni langu, alikuwa anataka alipeleke wapi? Hivi Sonia, umeshinda kutafuta bwana akakusaidia kulea watoto mpaka unaruhusu kwenda kuiba? Acha ujinga wako basi. Na una bahati sana, kwa vile tu tunakaa ujirani. Ungekuta huyu mtoto hana hata mikono. Kweli kuiba nguo za mwanangu sijapenda. Mama Ado, usinifanyie hivyo mwenzio. Si unajua fika hali ambayo unampitia mwenzio? Na unajua fika Mama Ado, toka alivyoondoka baba Kisoda, mimi ndo baba, mimi ndo mama. Sina msaada wowote hapa mwenzio. Kwa hiyo naomba tu uniwie radhi, kwa sababu tabia hiyo ya udokozi wanangu hapa ndani hawana. Pengine wanafanya huko nje hapo, mimi sijui. Na ndio maana ninastaajabu sana unaponiambia kwamba mwanangu ametoka hapa ameenda kuiba nguo huko nje. Kwa hiyo kama baba Kisoda hayupo, ndio unaruhusu watoto waende kuiba? Uko wapi baba? Mbona kimya kimezidi? Tunaishi kama yatima, ilali unayo pumzi. Lakini Mama Ado, mbona kama unataka kutudhalilisha? Au lengo lenu unataka sisi tuabike? Hebu kaa kimya mwizi wewe. Majirani wanatukejeli, wanatutazama kwa dharau, wanasema wale watoto wasio na baba. Maneno yao ni sumu, yanatuchoma kama msumari wa kaba. Mwizi wewe na familia yako. Unasemaje? Jamani Mama Ado, naombeni basi haya yaishi. Sisi ni watu wazima, isitoshe ni majirani. Tunaweza tukapata shida tukasaidiana na vitu vya hapa na pale. Hawa watoto wasitugombanishe. Naomba basi ili jambo tulimalize. Nisamee mimi Mama Ado. Sonia, tumekuelewa, sisi tunaenda. Lakini tena kakirudia kakatoto kuiba, mimi nitakuwa sina msamaria mwema. La sivyo nitakapeleka jela. Tunamka kwa hofu, tunalala kwa kulia. Kila mlango ukigongwa, tunadhani ni wewe umeingia, lakini wapi, ni upepo tu unatucheza. Kwani mama, baba yupo kweli au alifariki? Joani mwanangu, baba yako yupo hai, ila aliondokaga huko kutafuta maisha mbali. Si unajua familia inahitaji matunzo, unahitaji kuvaa wewe, unahitaji kula wewe mwanangu. Kwa hiyo kaenda huko kutafutia riziki, atarudi tu ipo siku. Sawa? Yuko wapi Baba? Mbona utujibu? Shuleni wananiambia sina baba wa kunishika mkono. Hata kama ukuleta utajiri, rudi tu, tunakumi sana baba. Stori yako haina tofauti sana na stori za watu wengine. Watu wengi sana huwa wanakuwa na stori kama zinazofanana na hiyo yako, na pia wengi huwa wanasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kutafuta maisha. Lakini kwenye kutafuta maisha sasa, wengine huwa wanafanikiwa na wengi wao huwa hawafanikiwi kabisa. Unajua, nadhani malengo mengi ya watu wengi ambao wana move kutoka nyumbani kwenda sehemu moja au nyingine kwa ajili ya utafutaji, malengo makubwa ni kufanikiwa. Sasa mimi nina mwaka mmoja na kufanya vikazi vya kuumiza mwili, alafu kipato kidogo, na kinachoniumiza zaidi, hicho kidogo ninachokipata hakiwekeki. Labda nikikusanye
nitume hata kiasi kidogo nyumbani. Sipati. Pain sana. Mimi nimekuelewa. Usijali. Natamani sana nikusaidie. Na nitakusaidia kwa nafasi yangu. Pale ofisini kwangu kuna watu wengi sana huwa wanakuja. Wengine wana kazi kama zako na wengine wana kazi bora zaidi yako. Kwa hiyo mimi hapa nitakachokifanya, nitajaribu kuulizia pale kwa wale wanaokuja wenye kazi nzuri, kama naweza nikapata nafasi kwa ajili ya ndugu yangu, kisha nitakujulisha. Unasikia mama ntilie? Haya maisha ambayo tunaishi sasa hivi ni maisha ya connection. Sidhani kama from nowhere umwambie mtu unafanya kazi gani nzuri alafu akupatie nafasi kwa ajili yangu mimi ambaye hanifahamu, hanijui. Unaona ni rahisi hicho kitu? Watu wanaunganishwa, yani network. Yani mpaka mtu anadiriki kukutafutia nafasi ya kazi, unajua anakufahamu. Kirahisi kweli naweza ukafanikiwa kufanya jambo kama hilo? Nimekwambia usijali. Kuna baadhi ya watu wao wanakuja pale, hatuna ukaribu sana. Lakini at least naweza nikawaambia kitu na wakanisaidia. Kwa hiyo kuhusu hilo swala wewe ni chini, hata usiwe na wasiwasi. Sawa. Labda nisiseme mengi, labda naweza nikaziwia riziki yangu, pengine bahati yangu iko hapo. Kama utafanikisha, I swear to my God, kama utafanikisha nikapata nafasi ya kazi ambayo naweza nikapata kipato kidogo cha kuonekana, 10% ya kipato changu na kuachia dadangu. Usiseme hivyo. Sikia. Mimi sitamani nikusaidie ili eti unipe kipato. Hiyo 10% unatakiwa uipeleke kanisani au msikitini. Kwanza unasali? Nasali wapi? Sina hela nasali, sinaenda kumnafikia Mungu ndugu yangu. No. Hiyo ndo changamoto. Ndio maana mpaka sasa hivi bado unahangaika. Kitu muhimu na cha kwanza ni Mungu kwanza. Katika kila jambo unalolifanya, unapoamka asubuhi lazima usali. Ndio maana unahangaika. Sawa, all in all. Ili upate energy na nguvu ya kwenda msikitini au kanisani kusali. Mimi naamini kabisa ukiwa na pesa mfukoni, hiyo energy lazima iwepo. Sio kweli. Kwa hiyo unaahidi kunisaidia, si ndio? Yes, 100% nitakusaidia. Weka tu usubiri. Mimi nikutegemea sana kwa hilo. Najisikia furaha moyoni japo huwezi ukaiona live. Lakini naomba Mungu akuwezeshe kweli. Waulize hao watu, nikiipata hiyo nafasi nitakushukuru maradufu. Lakini hata hivyo ni kwa sababu tu ulinipigia ile simu nikaja hapa. Hapa nilipo nimewatoroka marafiki zangu. Tulikuwa tunaenda kufanya kazi. Ikabidi niheshimu simu yako nifike hapa. Niombe nikuage sasa. Ili niende kule wasije wakanitupia matusi. Unajua kazi yetu matusi ni sehemu za kazi. Kama ni hivyo basi mimi nilikuwa naomba nikusindikize. Hivi baba wako wapi? Mbona kama tunazalilika sisi? Watoto wako hatusomi, chakula tupate kwa wakati. Kuna muda tunashinda bila kula, muda mwingine tunalala bila kula. Baba yangu uko wapi? Njoo msaidie mama majukumu, tunateseka watoto wako. Angalia dada Kisoda, bado mdogo sana, anadiriki hadi kwenda kufanya kazi ngumu ili tu wasaidiane na mama. Hatuwezi kusoma kwa hali hii. Rudi basi baba. Uko wapi baba? Mbona kimya kimezidi? Tunaishi kama yatima, ilali unayo pumzi. Mitaani tunachekwa, dharau ndio mavazi yetu. Joan, baba, japo tufute machozi yetu.
Joani mwanangu. Abe mamangu. Unawaza nini mwanangu? Na mbona umekaa peke yako hapa? Hamna mama, siwazi kitu. Lakini mama, mimi najiuliza babangu yuko wapi? Mbona kila siku unaniambia atarudi, lakini arudi? Joani mwanangu, unajua mimi ni mtu mzima na sio mtoto. Na kila siku nakueleza baba yako atarudi. Basi naomba amini hivyo. Mama, natamani kujua baba yuko wapi. Usijali Joani, baba atarudi. Sawa? Haya, njoo mwanangu. Baba yuko wapi? Tunakumisi sana. Nyumbani hakuna raha bila uwepo wako baba. Moyo unauma, machozi hayataki kukauka. Rudi nyumbani baba, familia inakusubiri hapa. Usiku naangalia mlango, labda utagongana. Sonia, ahadi zako ulizoniacha nazo. kwanza pole sana. Na kuonea huruma unapohangaika na watoto. Ni wewe tu unavyoniletea ugumu wako. Na sijui nifanye nini ujue kwamba mimi nakupenda. Na nipo radhi kubeba msalaba wako. Yaani namaanisha wewe pamoja na watoto wako. Yaani kiufupi mimi nimependa boga pamoja na ua lake. Nisikilize Brown, nikwambie. Sina imani kwamba unaweza kunipenda mimi na maua yangu. Wanaume wengi sana siku hizi wamekuwa ni waongo endapo pale tu hawajapata kile ambacho wanachokihitaji kutoka kwa mwanamke. Okay, sawa. Naweza nikasema mimi nikakukubalia. Eti kwa sababu mume wangu yuko mbali. Lakini bado tu ukanichezea na ukanibwaga. Please, naomba uniache Brown. Leave me alone. Na nilishakwambia fanya maisha yako, niache na maisha yangu. Kwa nini unanifuatilia? Sonia, ipo siku utakuja kunielewa kwamba mimi ni msaada kwako, ambaye nimeshushwa na Mungu, nimeletwa kwa ajili ya kuokoa familia yako. Maana mume wako ameshakukimbia tayari. Wewe ulioni? Yule hawezi kurudi. Na wanaume wengi wanaotoka majumbani kwao kwa ajili ya kwenda kutafuta, mara nyingi huwa hawarudi. Wengine wanakufa huko huko. Mimi nimetumwa kwenye maisha yako ili nije nikusaidie wewe na familia yako. Kiufupi mimi ni msaada Sonia. Nipokee kwenye maisha yako ili tuje tufanye maisha. Sonia, fungua moyo wako. Mimi nimeshushwa kuja kuchukua nafasi ya Baba Kisoda. Na sitaki kulazimisha. Na ndo maana sikutaka kutumia nguvu. Sikuja kukubaka, kuja kukuvamia. Nilitaka uridhie mwenyewe tu kutoka kwenye mvungu wa moyo wako. Sonia, mpaka sasa hujaamini kwamba mimi ndo nimekuja kuchukua nafasi ya Baba Kisoda? Maisha magumu najua ulikwenda kuyatafuta, lakini kimya chako kinaniumiza kuliko shida. Kama unanisikia, tafadhali rudi nyumbani. Hata bila kitu bado sisi ni familia yako milele. Baba yuko wapi? Tunakumisi sana. Nyumbani hakuna raha bila uwepo wako baba. Wewe Nasla, una uhakika wewe mwanaume atakuja kweli hapa? Tumeshakaa muda mrefu sasa.
Na unajua wanaume wa sasa hivi waongo tu. Kwa hiyo sisi tukakaa hapa unamsubiri mtu ambao hujui anakuja leo wala kesho. Mimi nishachoka kukaa. Remi, lazima aje. Yaani yule mwanaume hajawahi kuniahidi uongo hata siku moja. Na mimi nina uhakika lazima atakuja. Wewe tumsubiri tu. Utamwona sasa hivi. Alafu tatizo lako wewe unapenda kuamini watu ovyo. Mimi sidhani kama kuna mtu anaweza akaja hapa mpaka muda huu. Tumekaa hapa tumeweza muda gani lakini Nasra. Na unajua kabisa tumekaa nusu saa nzima. Mimi nishachoka kusubiri Nasra. Wewe mwanaume wako sio mwanaume huyu. Niamini mimi basi. Anakuja na kwa nini mtu aseme uongo? Ina maana tumekaa muda wote wewe unataka kugive up. Angekuwa ni mkweli angezingatia muda. Alafu Nasra nikwambie kitu. Kwa karne hii tuliopo, kumpata mwanaume kwa sasa ambaye anaweza akakupenda na kukujali ni wachache sana maidia. Hakuna wanaume sasa hivi, wote ni waongo. Kama wewe mtu wako Nasra, kama unajua anakupenda kweli, basi hakikisha unamng'ang'ania na umpende hasa. Lakini anachonikera, tumekaa hapa muda mrefu tunamsubiri. Fanya hivi, mpigie simu. Jamani Remi, mbona kwa hivyo rafiki yangu? Simu nimeshampigia. Yaani labda tu huko itakuwa kuna mistake kidogo zimetokea. Tumsubiri bana. Bwana mimi nimesha give up, nimechoka, naomba niondoke. Wewe baki tu msubiri wewe mtu wako. Aya basi, nenda. Nenda, sio umechoka? Nenda, mimi nitaendelea kumsubiria hapa hapa mpaka atakapotokea. Maana wewe kwenye majambo yako mimi nakusubiria mpaka unakamilisha kila kitu. Lakini mimi hapa tu umesubiri nusu saa, unaona unachelewa. Sawa. Nenda. Kwa kweli nimechoka. Alafu ukiangalia muda unaenda Nasra. Mimi naondoka. Mimi nadhani tutawasiliana kwenye simu. Bye bye. Shem. Shemu huyo. Mambo? Poa, vipi? Poa. Vipi? Na mbona uko hapa? Kuna mtu namsubiria, lakini kuwa na Remi hapa muda si mrefu. Ampita njia hii. Walikuwa na Remi? Ndio. Sasa ngoja nimwahi. Si umesema ampita njia hii? Ya, njia hii. Ngoja nimwahi. Mambo vipi? Poa. Basi wewe umependeza sana. Asante. Na usione nimekuja mbio mbio hivi. Nimepishana na Nasra pale. Ndio akanionyesha kwamba umepita huko. Okay. Remi. Kusema kweli nimefurahi sana kukutana na wewe. Na ndio maana nilipoambiwa tumepita huko nikaona bwana nikuwahi. Unajua kuna wakati nakuwa nikikaa na kufikiria sana. Lakini sasa ile muda unakuwa unipi muda wa kutosha. Kusema kweli wewe ni mwanamke mrembo sana. Lakini tu ni vile hujawahi kunipa nafasi, kunipa muda wa kuzungumza mimi na wewe kwa kina. Lakini mimi nadhani siku zinaenda, muda unakatika. Natamani leo hiyo ndo mara ya kwanza kutambua ni kwa nini siku ya kwanza mimi na wewe kukutana nilikuomba namba yako. Maana kwa haraka haraka nikuangalia na kuona kabisa unastahili kuwa wife material. Yaani nikufungia ndani alafu tukaanzisha familia mimi na wewe. Naomba nikwambie kitu kimoja. Natamani unipe nafasi wewe mtu wangu wa karibu. Uwe tulizo la moyo wangu. Ubavu wangu. Kitu ambacho nilikuwa nakuomba. Naomba tu nipe nafasi wewe mtu wangu wa karibu. Siku zote mambo mema hujaga mbele ya safari. Mimi naamini kila kitu kitakuwa sawa. Fashion, unahakika kweli utanipenda au unataka unichezee tu? Maana mimi sasa hivi sitakuchezewa kabisa. Nimeshachezewaga sana. Na sitamani hicho kitu kijirudie tena. Remi, amini siwezi kufanyia kitu kama hicho. Na kupromise. Na kitu kingine ambacho nataka utambue ni kwamba sijawahi kumchezea mwanamke hata siku moja. Ni vile tu sijawahi kupata mwanamke ambaye
anahitaji mwanaume kutulia naye. Maneno yako yananipa matumaini. Sawa, mimi nimekubali kuanzisha mahusiano na wewe, ila naomba tu usije ukanisaliti, maana mimi nikipenda huwa napenda kweli. Oh, wow. Nashukuru kwa majibu yako mazuri. Pia asante kwa kunikubalia. Mimi nadhani nisiongee sana, mwisho wa siku nikaharibu. Ila tu niamini kila kitu kitakuwa sawa kama nilivyokuambia. Sitaki kuahidi sana. Nakupenda Rema. Nakupenda pia Fashion. Hivi Mkinga, kile kidemu kinachokupenda wewe utakipa nini na hivi ulivyo? Ila yenyewe tukienda kukuapoa kwa mitaani tunapata shilingi 5,000 tunagawana buku buku ndo tunaishi. Sasa wewe utakipa nini hapa? Eugene, mapenzi yana siri kubwa sana. Alafu huu muda unaokaa kujaji kwamba mwenzako kampendea nini, sijui kafanya nini, sio muda sahihi huu. Upaswi kujaji au mapenzi yao, wamependana wenyewe, hujui kuna siri gani nyuma yao. Unajua siku zote ndugu zangu, mapenzi ni pofu. Ukija kuangalia vizuri kwenye kitabu cha hadithi ya mapenzi, mwanamke ni kiumbe dhaifu sana. Yaani inawezekana kuna kitu kidogo tu ambacho kinamshawishi yeye ampende, na sio pesa. Yaani wanawake unaweza ukawa na kila kitu ndani, lakini kitu kidogo tu kwa mwanamke kamvutia. Na ndio maana tunaona wengine wana magari, wana majumba, lakini wanawake zao wanakuja kutembea na wabeba taka. Wanakuja kutembea na watu ambao hata hawaeleweki. Kwa hiyo kwenye maisha tusipende kudiscuss mapenzi ya watu. Wanyabi. Kwa saizi ya mwezi mkanigundua kitu gani ninachowaza. Ila kichwa changu kina mambo makubwa sana. Kina madini. Takuja kunielewa baadaye sana. Kwa hiyo wanawake hawapendi muonekano wa mtu. Wanapenda kitu ambacho kiko kichwani. Ndio maana unakuta wengine wanavuta bange ila wanapendwa na mademu wakali. Mtu mwingine anamiliki piskali. Yaani wewe mwenyewe ukiangalia hivi uamini. Jitahidini kuwa smart wa akili na sio muonekano. Muonekano ni mapambo tu yani. Hata kama Mkinga, lakini sio kwa maisha yetu sisi hapa. Unajua kabisa maisha yetu sisi kwangu pakavu tia mchuzi. Shauri yako ndugu yangu. Utakuja kutuangalia huyu jamaa. Oya, Mkinga. Demu wako yule pale anapita. Alafu cheki sasa demu wako alivyokuwa na dharau. Anapita kwa wauni anashinda kutoa hai. Shem gani sasa huyo? Sasa. Ina maana umepita pale bila hata kunisalimia. Ina maana ukuniona? Oh baby. Sorry. Mama kanituma dukani. Kwa ile akili kuangalia huku na huku sikuwa nayo mwenzio. Basi fresh. Kama bibi mkubwa akakuagiza fanya kuwai. Ila sema nini mimi nimekumisi kinoma. Hapa penyewe na namba 10 tu. Sema nini? Zuia kwanza hii hapa. Fanya maemezi yako nini? Fresh. Niko na wana pale napiga nao story. Kwa tutasomana. Au vipi? Huyo mkaka hata sijamuomba hela lakini kanipatia. Allah isimwachi. Baba Kisoda, hivi ni kwa nini siku hizo umekuwa unachagua sana kazi? Sisi tunajitahidi kila hali kutafuta kazi ambayo inaendana na sisi, lakini kila kazi unakataa.
wakati ambao hizi kazi ndogo ndogo ambazo tunazozitafuta Baba Kisoda ilibidi tukomae nazo ili wewe uweze kupata kipato kitakachokuwezesha kujikwamua kiuchumi, ili wewe unapata chochote cha kutumia nyumbani. Sasa unavyokuwa unakataa kazi kama hii, sisi ndugu zako tunafanyaje? Baba Kisoda, mchagua jembe sio mkulima. Hizi siku 2-3 hizi umekuwa mtu ambaye unabagua sana kazi, yaani tofauti kabisa na mwanzo. Mwanzo ulikuwa unafanya kila aina ya kazi ambayo nakwambia bwana tufanye kazi unafanya, lakini sasa hivi hapo umebadilika mno, kiasi kwamba hatukuelewi wewe unataka kitu gani. Wakati umeshaambiwa kwamba hakuna kubagua kazi, kazi yote ile unafanya, lakini sasa hivi umekuwa na kiburi. Yaani unachagua kazi kiufupi, na ndio maana mimi na Kam tukakaa chini tukazungumza kwamba tukuweke kikao ili tujue kwamba ni nini shida au nini kimekupata kwa sasa. Maana umebadilika, umekuwa sio wewe ambao tulikuwa tunakutegemea mchapa kazi. Sitaki kusema kwamba natumia lugha ya matusi mbele yenu, lakini inabidi mtambue kitu kimoja. Ni mwaka mmoja sasa umeshapita. Hizo kazi ambazo mnanitafutia tunazifanya, nazifanya pia. Lakini naambulia kupata shilingi 15,000, 20,000, 5,000 na zote oga zinaishia kwenye mchango wa chakula humu ndani. Sipata hata senti 5 ya kuitumia familia huko nyumbani. Mkao mnalitambua hilo. Lakini mnavyonilazimisha niendelee kufanya hivi kazi vidogo vidogo ambavyo havinisaidii mimi. Ni kama mnanikwaza, kwa sababu wewe mwenyewe ndio ulizungumza kwamba watu wanapotoka kwenye majumba yao na kwenda mbali kiutafutaji, mara nyingi kinachotokea nyumbani ni haya mawili: kuikuta familia aliyoiacha ikiwa salama au asiikute. Na akiikuta ni haya mawili blaza. Nataka mtambue, aidha mwanamke aliyemwacha awe ameolewa, watoto alioacha wawe machokola. Sasa mimi siko tayari kwa sababu naendelea kukaa hapa, hakuna chochote ninachokipata zaidi ya kuneemesha tumbo langu. Ndugu zangu, mimi kinaniumiza. Nataka kazi kubwa kwa ajili ya mafanikio makubwa, nisaidie familia yangu. Yaani hiyo kauli yako ya sisi tunajizima data kidogo, kuna namna nilipenda. Wewe kama kuna kitu unachokisahau ujue kwamba sisi hapa wote kazi kubwa pia tunazitaka. Kwa nini hatuna hizo kazi? Kwa sababu Mungu katupa kile ambacho sisi tunastahili kwa wakati huu. Hivi unafikiri tungekuwa na hiyo kazi kubwa tungehangaika na hizo kazi ndogo? Tunafikiria familia yako pia. Tunakufikiria na wewe. Na ndio maana tunakaa chini kama hivi. Tunakaa tunajadiliana kwa pamoja tuone nini tunafanya. Hivyo unavyozani tungekuwa na hiyo kazi kubwa tungekuwa na hizo kazi ndogo ndogo? Hatuna namna. Tunafanya kazi hizi ndogo ndogo wakati ambao tunasubiria kupata kazi kubwa zije. Kazi kubwa gani? Kazi kubwa gani Kam? Kazi kubwa gani ambayo kila siku tunafanya kitu kile kile? Kazi kubwa tusipate, kila siku tunahangaika. Tunatembea, tunatafuta lakini hatuipati. Tunaishia hivi kazi vya kuumia mwili tu na pesa kidogo. Why? Why? Jamani. Sasa hapa inabidi tuelewane. Sasa kama vile mbona mnaanza kugombana? Kitu gani sasa? Habari zenu? Salama mnantilie. Samahani. Sijui kama nitakuwa nimewaingilia, lakini nilikuwa na mazungumzo na huyo kaka. Na ni kweli umetuingilia kwa sababu tulikuwa tuna kikao hapa. Ngoja tukimaliza kikao hiki atakuja. Subiri. Hebu acha ujinga basi. Na bado tutamaliza kikao. Umeona mambo yako Bakisoda. Bakisoda. Anaondoka. Rashid anatuletea salamu. Sasa akirudi mimi namfukuza. Mungu wangu ni mbali sana, ni mbali sana.
Nipo ugenini nitaishio na rafiki, kila kukicha ni mapambano, ni diki. Nilikimbia umaskini nikatafuta maisha, lakini giza la huku limeanza kunitisha. Nauliza upepo, wanangu waendeleaje? Mama yao nyumbani anakabiliana naje? Moyo unavuja damu nikiwakumbuka, kila nikitaka kurudi woga unanichubua. Mungu, naimiss familia yangu, nipo mbali nao, moyo umejaa kovu na machungu. Sijui wanaendeleaje, sijui kama wamekula. Mungu nibariki, nirudi kuiona familia yangu, nirudi kuiona familia yangu. Naogopa kurudi mikono ikiwa mitupu, majirani wasinicheke, wasinite mnyonge mbeberu. Wananitegemea mimi niwe nguzo yao, lakini hapa nilipo hata kivuli changu kina maumivu yao. Nawaza watoto wangu wanavyochekwa shuleni, baba yenu yuko wapi? Swali hili linaniuma moyoni. Mungu niongoze, nipate hata kidogo, nirudi kwa heshima, nimalize umbobero. Sina mwingine wa kumlilia, ni wewe tu. Bariki kazi ya mikono yangu, niondoe kwenye mkwamo. Natamani kuwakumbatia, natamani kusema Baba nimerudi.